Na hapa alipofika hapa, ukifuatia kwenye maandiko, ni mahali ambapo Ibrahimu amewahi kujenga madhabahu eneo hilo, na Ibrahimu ameshaondoka muda mrefu. Yakobo ni mtoto wa Isaka, ni mjukuu wa Ibrahimu, na Ibrahimu kwa kuwa alijenga hapo, alipofika eneo hilo akapata usingizi. Biblia inasema ya kwamba alipopata usingizi akapata ndoto, akaona malaika wanapanda na kushuka. Kwa hiyo tunasema, kwa nini malaika walikuwa wanapanda na kushuka? Hapa ni Ibrahimu alipojenga madhabahu, manake kulikuwepo malaika wanaolinda na kusimama kwenye hiyo madhabahu. Kwa ndio maana Yakobo anasema hapa ni nyumba ya Mungu. Na baada ya hapo, Yakobo anaanza kuingizwa kwenye agano na Mungu. Kwa nini amefika kwenye madhabahu? Na kwa kuwa amekutana na Mungu, anasema hapa nimekutana na Mungu, na hapa ni nyumba ya Mungu, nami ninapawekea alama ya jiwe, ya kwamba hapa kumbe wapo malaika wanaopanda na kushuka. Maana yake hapa kuna madhabahu ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hii unaona naeleza, nasema sasa kwa kuwa nimekutana na Mungu, nami ninaahidi kila nitakapokwenda, Bwana atakaponilinda, Bwana akinilisha, Bwana akinivika, nikarudi, na mimi nitatoa sadaka yangu, tena nitamtolea sehemu ya 10. Kwa nini? Nimekutana na Bwana kwenye madhabahu inayoishi. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ulimwengu wa roho, nasema ni kituo cha mawasiliano katika ulimwengu wa roho na wanadamu, vitu ambavyo tukisema ni kama mtu anafikiri kwamba hivi jambo likoje. Wakati mwingine mambo ya rohoni ni ngumu kuyafasiri kimwili, lakini kiroho yanapata fafanuzi zaidi, na ni vitu ambavyo kimwili havionekani, lakini katika ulimwengu wa roho viko wazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho kinakuwa ni kituo cha mawasiliano. Nilipokuwa natafakari nikasema, ndio maana hata waliojenga hekalu na hema na makanisa, wazee lazima watamke maneno kwamba hapa Bwana ni mahali ambapo umewachagua watu wako, watakuja kuomba mahali hapa. Maana yake wanaliita agano na Mungu. Amen, amen. Amen, amen. Na tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hapo pamerasimishwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio kama watu waje waombe hapo, watu waje wamwimbie Mungu hapo, watu waje waabudu hapo, watu walete sadaka zao hapo, maana ni mahali ambapo ni rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kabla ninaopunga mkono wako namna hii, amen, amen, panakuwa kituo maalum kwa ajili ya mawasiliano ya Mungu. Ndio maana tuko mahali hapa. Amen, amen. Yes, na tunakuja na sadaka zetu. Unatoa na sadaka zako za 10 ya ujenzi, na Mungu anakubariki. Katika ulimwengu wa roho kuna nguvu ndani ya madhabahu. Amen, amen. Yeah. Mbili, siri nyingine niliyoifikiri hapa ni madhabahu hutumika kutoa dhabihu.
wanaoabudu wanaunganishwa na nguvu za kiroho, lakini wanaoabudu katika hiyo wanaweza kuwa na madhabahu ambao wanaunganishwa na nguvu za giza. Na hiyo nao kama nilivyosema ni madhabahu, kwa ni mahali pa kuunganishwa na Mungu, mahali pa kuunganishwa na Mungu. Na hii inatenda kazi kama nilivyosema ya kwamba inaweza kuathiri familia, jamii, ukoo, hata nchi. Madhabahu inapojengwa hata juu ya nchi inaweza kuathiri hata nchi, inaweza kuathiri mji, inaweza kuathiri mtaa, inaweza kuathiri familia, kwa sababu kuna watu, kuna kwani ambayo ametamka maneno. Nilishuhudia siku moja baada ya kuwa nimeokoka, mimi kwenye hata unapomwamini Yesu sasa anakuwemo ndani yako, akiwa ndani yako kuna shughuli zote za kimungu zinaanza kufanyika. Nasema kuna shughuli zote za kimungu zinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na shughuli zinazofanyika ndani yetu ni pamoja na ibada, pamoja na utoaji wa sadaka, pamoja na maombi, pamoja na dua, pamoja na sala, pamoja na utukufu kwa Mungu katika maisha yetu, ni pamoja na kumrudisha Mungu shukrani zetu. Haya yote hufanyika katika hekalu la mioyo yetu. Haya yote hii ni madhabahu. Sasa Yesu akiwa ndani yako, Biblia inasema wewe ni hekalu la Mungu. Hebu mwambie mwenzako wewe ni hekalu la Mungu. Hebu mwambie tena wewe ni hekalu la Mungu. Na kama ni hekalu la Mungu, ndani yako kuna madhabahu inayosimamiwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hutenda kazi katika maisha yetu. Roho Mtakatifu huliongoza kanisa lake, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kuingia katika ulimwengu wa roho ili kubatilisha chochote kinachofanyika pia katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kusumbua maisha yako. Roho Mtakatifu ni Mungu, anatenda kazi katika maisha yetu, anatuongoza, ana uwezo wa kubatilisha. Ndio maana Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, nao waabuduo yeye wanapaswa kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Kwa sababu tunapomwabudu katika madhabahu yetu ya mioyo yetu, aidha kwa kukusanyika mahali hapa, sikiliza, anahitaji waabuduo katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:16-17 unaweza ukasoma, lakini Mithali sura ya 4:23 anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa nini anasema? Kwa sababu ndiko zitokako nini? Chemichemi za nini? Za uzima. Kwa hiyo ndani yako kuna mahusiano makubwa na Mungu ikiwa umemwamini Yesu Kristo kwa roho na nini? Na kweli. Jamani, ameni. Kama unanifuatilia basi punga mkono wako namna hii. Kama unanifuatilia vizuri punga mkono wako namna hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ya moja. Kwa nini tuvunje madhabahu za kishetani? Kwa nini? Kwa sababu moja, kwanza Mungu huagiza hivyo kuondoa uovu na ushindani uliopo katika ulimwengu wa roho ili yeye atawale watu wake. Lazima tuvunje. Sikiza, kama nilivyosema kwamba madhabahu inaweza kutawala mtu binafsi, ukoo, familia,
Gideoni aliagizwa kabla ya kwenda kupigana na Wamidiani, huwezi ukaingia katika vita wakati katika nchi unayoishi kwanza kuna madhabahu yametoweka. Vunja kwanza maashera. Maashera alikuwa ni mungu mke aliyejulikana kama mke wa Baali. Ashera kuwa mke wa Baali. Kwa sasa wakati Mungu anamtokea Gideoni, anamwambia kwanza, nataka umuondoe kwanza Ashera kwanza. Lazima muondoe. Halafu utakwenda uvunje hiyo madhabahu ya Baali ili itoke. Ikisha kutoka, nitatawala, nitarudi katika taifa hili. Na kijana Gideoni kwa ushujaa alipoambiwa akasema, mchana siendi, ninaenda usiku. Na ile madhabahu na Ashera ilikuwa imejengwa na baba yake kama kuhani, na watu wengi jamii ile walikuja pale kuabudu, walikuja kutumaini, kuweka matumaini na maneno. Kwa kulikuwa na matamko yasiyokuwa ya kawaida. Alienda usiku akamvunja Ashera kwanza, akasambaratisha, akatupa kule, kaenda kwenye madhabahu akaiteketeza. Halafu baada ya Mungu akamwambia, nijengee madhabahu, maana hiyo imevunjika. Watu walipoamka alfajiri wakakuta madhabahu ya Baali haipo na Ashera amevunjwa vipande. Halafu kuna madhabahu mpya tena ametoa na sadaka juu ya madhabahu hiyo. Watu wakasema, ni nani? Wakaanza utafiti, nani amenifanyia hivi, nani amenifanyia hivi? Sikiza, tunapoomba tunavunja kazi za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanaharibu. Watu wamefuga manyoka, tunapoomba yanakufa. Watu wamekamata vibuyu, wameshikilia majina ya watu, majina hayo vibuyu hivyo vinaketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamefunga mtu huyo anafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa, akamwambia baba yake Yoashi, akamwambia, mlete mwanao tumuue, maana ametuharibia mahali pa kuabudia. Kwenye madhabahu zetu wamezivunja. Akasema okay. Akasema kama Baali ni Mungu, tumwacha jitetee. Kama Baali ni Mungu, tumwacha jitetee. Inakuwaje mtu mmoja muue Mungu? Mtu mmoja kama ameweza kumuua mtu mmoja tu, ameua, basi kumbe Baali hana nguvu. Sikiliza hivi, usijidharau vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajiona mdogo, lakini simama, nenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nenda mbele. Acha watu wakushangae, acha watu wakuone mdogo, lakini nguvu iliyoko ndani yako inatisha katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo huwezi kuviona, lakini majirani wale wasioamini, wale wachawi wanakuona, wanaporana wanapata shida, manukia mtu kuomba, kazi zao zinaharibika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kiza chochote kile ulichobebeshwa kinavunjika kwa jina la Yesu. Madhabahu zimeharibu watu wamebebeshwa, watu wamefungwa mbalimbali, lakini nataka nikwambie, damu ya Yesu ina nguvu, damu ya Yesu ina uwezo, damu